nyinyi wenye madigrii yenu mlisoma mpaka mkapindukia, mmesoma mna madigrii kibao yamekaa ndani tunatulia, alafu na nyinyi wakati mwingine mnazurura mtaani. Haya, mtuambieni mtaendelea hivi mpaka lini? Yani mnakaa mnasubiria serikali ndo ije iwape kazi. Hivi nani alikwambia kama serikali ina uwezo wa kugawa kazi kwa wasomi wote nchini? Sasa wewe ambaye bado unasoma, alafu unatarajia siku moja ukimaliza shule serikali ije ikupe kazi, hilo ni kosa ambalo unafanya wakubwa zako, wakaka zako wamelifanya. Si unaona wanakaa mtaani? Sasa nini kifanyike? Unajua kwenda shuleni kule mbele walikuwa wanatuambia eti masomo ni msingi wa maisha. Maisha gani? Maisha yapi hasa ambayo tunawaona baadhi ya wasomi, japo sio wote? Unategemea masomo ndio watafanya wewe utoboe maisha. Ile ilikuwa ni miundombinu na mifumo ya zamani, kipindi cha ukoloni, kwa sababu mkoloni hakutaka uwe na akili ya kufanya mambo yako. Hakutaka siku moja uje umiliki kampuni yako. Hakutaka siku moja uje kuajiri na wewe watu katika kazi yako binafsi. Ndio maana aliweka masomo yawe ni kipaumbele, na ndoto zenu wote ziwe zinategemea ni serikali. Ukimaliza masomo serikali ije iwaajiri. Kwa sababu gani? Huyo mkoloni ndo ambaye alikuwa anaimiliki serikali. Lakini sasa hivi nchi nyingi viongozi wameamka sasa, wanataka wapeleke mambo yao kinamna yao. Kwa hivyo yale yalikuwa ni mawazo ya kikoloni, kwa sababu akili yako ifungamane, usitokee hata siku moja kujifikiria kwamba na mimi nitakuwa namiliki kampuni yangu na hivi. Sasa mimi sijasema watu wasiende shuleni, wasisome, hapana. Kwa kwenda kutoa ujinga, kuongeza ufahamu na mambo tofauti ni vizuri na ni bora zaidi, na wapeleke watoto zenu huko. Lakini una create kutokana na kile ulichosoma huko shuleni, unakuja kukiweka sasa kwenye utendaji kazi, ili ikitokea serikali haijakupa kazi unajiajiri mwenyewe. Tumia akili, utanishukuru baadaye.